Shukrani za 30 za 40 za 50 hadi za so. Hey bro. Nilisema ka joke nikasema tutafanya live recording episode 30. Ka joke but now seeing it actually happening. Watoto wenyu wako wapi? Watoto wenyu wako wapi? Wangu ameleta hapa Ballon d'Or. Wenyu wako wapi? Wewe na maths yako. Wewe na maths yako sasa yuko wapi? Ulikuwa unanichekelea mtoto wangu tu ni footballer. Wako akafanya pure mathematics. Na mkamuita engineer hata before aingia high school. Ako wapi saa hii? Mlete. Just do. Usi overthink. You'll figure it out. Yeah, you will imagine you will figure it out. It'll happen. As long as you take I feel like life ni a step at a time. Because if I could look back at when I was saying those words, didn't have a venue, didn't have anything. Honestly, didn't have anything. Started from scratch. I didn't have anything. Yeah. But and then now, of course, when we started actively working towards it, we also didn't have a lot of things, but we figured it out along the way. Yeah, true. Like figure out to like tunaona hii ni mlima. A day later, tushasort hiyo mlima. Tunauliza tutatoa wapi menjos. A day later, tushasort. Tunauliza as in we kept on figuring things out as we went by. And I think it emphasized, of course I knew that, but now, because maybe I'm a risk taker for sure, but it emphasized your part, yeah, we just do it, imagine. As long as you have a dream and you have a good plan, we answer. You will figure it out along the way. Jana, I had a conversation with someone. No problem. Ali utapenda kuongea, enda hapo. Kama K, kama K, swali yetu inakuanga, kwani? Story ni ya nani? Wagwan wana story. Welcome to Story ni ya Nani podcast. My name is Uncle Mush. Na mimi hapa mabega mwenyewe. That's what's up. And this is episode 33. 33 mwenyewe. Sindio? Kwa sababu 32 ilikuwa nini? Live recording. Vile inafaa. Bro, hata before tuendelee manze. Shukrani za 30. Za 40 za 50 hadi za so. Hey bro, people actually showed up, man. A lot of people showed up, by the way. Hey, na tunafurahi sana, tunashukuru. Ai. Hata hatuna maneno ya kusema, by the way. And in case you missed out, unaweza tu rudi hapo episode 32 utaona highlights. Hatujawapea the whole show kwa sababu want you to come the next one. The experience was awesome. Bro. Bana. Talking about the live recording, bro. Kwanza vile tulikula pressure huko behind the scenes. Lakini event ka happen inamaliza kwa bana. Yo. What was your biggest highlight for the event? My biggest highlight ni kuona wasee wametokea tu. Yani kuna wasee hadi walikuja before time. Bro, kuna msee alifika 1. Msee unafika na watu wa setup. Sisi ndo tunafika tu setup. 1 PM. Sisi ndo tunawasili tumekamna gear. Na kuna watu walifika 20 minutes after before iishe. Akukusangia wa Kenya. Ati wow. Tumemaliza set. Tumemaliza. Wow. But big shout out to everyone who came. Big shout out to all the artists, manze. Tulikuwa na Nosim, tulikuwa na Camila. Wase waliperform. My bad, nilisahau kuzima. Bana. Makosa ni yangu. Kulikuwa na set, kulikuwa na Camila, kulikuwa na Nosim. Kwa wasanii kulikuwa na Desito. Nani? Ashley Gogo mwenyewe. Cosign Black. Taji Muziki. Ni hao, sindio? Ni hao. Ndo waliperform. Plus Wanga alikuwa in the area. Ukirudi tu hapo nyuma kidogo, episode 32, yani before crazy. This episode utaona mambo yote. Au sio? It was such an amazing experience. Very honestly. Amazing. Seeing people come out. Unajua nilikuwa natoka nje kwa hiyo pavilion kuangalia.
naona tu line ya watu wakiregister huko chini. Watu wanakaa mtu wanaingia. Kwani mlikuwa serious? Wase walikuwa serious apparently. We thank you very much. Big shout out, makofi kwao, makofi kabisa. We really appreciate so much. Na Lotosha is not around today, najua mnauliza. She will be back next episode. Ni mambo ya after live recording, unajua ni nini. Wengine wanakuanga wagonjwa na mnajua vitu kama hizi happen manze. But she will be back next episode. Yeah. Tuendelee kusukuma manze. Sasa hata tuko motivated mbaya. Sana tena sana. Mlitumotivate. Nyinyi wale wase. Na tumewasikia tukaona mafans wetu. Yeah. Wengine walipiga watu wengine kimunju, unajua, you know? Kina nani mbona sikuona hii story? Kwani ukoona watu wakipigwa kimunju? Hata tu ile ya Judas, betrayal ile ya chick. Na wasichana ukonje ni warembo. Watu ni warembo wanakuambia. Oh my god. Sijakwambia hata highlight yangu ingine. Wasichana tu tushamaliza hivi watu wananiambia, "Oh my god, Mabeka, you're funny, Aki." Guys, I can't believe. Thank you. Wanasema tu kila kona ilikuwa Mabeka. Machizisha hapo. Otherwise, highlight yako ilikuwa gani? Highlight yangu, first of all, ilikuwa like umesema, wase show up. I think, na nilisema hata kwa live recording, it's one thing kukuwa na watu wame-sign up, kukuwa watu wame-buy tickets and everything, but it's another thing, watu actually show up on the day. True. So mi kuona wase, because I think, nilikuwa napatana through the month, nilikuwa napatana wase nambia, tunakuja event. And then hiyo siku unaona, uko, kumbe mlikuwa serious. Maze. So people showing up, bro, all dressed up, and people looked amazing, bro. Wase walipiga luku. Watu walikuja na viboko za luku. Hii kitu. And hadi wa mama walikuja mse. Wamama wangu walikangwa. Tunawapenda wote. Mbaya. So I think people showing up was such a, and I feel like it was cause like I was saying during the pod. Nilisema ka joke, nikasema tutafanya live recording episode 30. Ka joke. But now seeing it actually happening. And then of course kumekuwa na setbacks mingi, bro. Before hata hiyo recording. Kumekuwa na setbacks mingi zenye some of you mnajua, some of them zingine hamjui. True. Kumekuwa tuna a lot of stuff happening behind the cameras. So seeing it happen and being a success, I was one for the books. Ilikuwa worth it. Na ilikuwa a tap on the back kutuambia wanze, keep doing what you're doing. And we will do that. We will continue doing that. Manze, we are here to stay. Thank you very much. Asante. For showing up. All the vendors, bro. Hey. Asanteni kwa kukam. Asanteni kwa kuja. Yeah, and a big shout out to, na najua nilisema, na najua hata wajalipia hii, but a big shout out to Noda. Nilisema, manze kupata corporates to believe in your stuff, especially when you are just starting out, is such a hassle. And I know you guys know this. Yeah. But Noda saw the potential. Hakunisumbua na story mingi. We had a few conversations. They came on board, gave us snacks for everyone, gave us money. Man. Big shout out to Noda. When you go to any supermarket, najua wajalipa, please. Noda. Check Noda. Noda. Nikaisi simu silent. Kunisumbua hapa. Noda. So when you go to any supermarket, please make sure you get Noda products. Hizo ma Urban Bites, manini. Please get them. Kwanza nasikia kuna hiyo popcorn. Nasikia ilikuwa hatari mbaya ndio ziliisha za kwanza. Manze, ni tamu sana. Ni tamu. Noda wenyewe hapo hivyo. Kwanza mimi niko na carton. Nakaa unakulanga Ringos. Ni za Noda. Sana Ringos. Big shout out to Noda. Big shout out to George specifically wa Noda. Alikuwa of much help. Anyway, post event. Yeah. Hey. Mekuaje? Nimekuwa poa, naweza sema hivyo. Nashukuru. Otherwise kuchoka is real. Hiyo ndio nimekaa mkunotice. Kuchoka is real. Umebeat. Hizi event ya shule ama nini? Bro. Msee. Nakupata. Mara uko huku, mara uko huku.
bado kuku baada ya event bado uko hivyo kuna stress ya after event, yani kulikuwa na stress ya each level pre event bro, stress inaisha, unasikia kakitu kamepunguka, but at the same time ingine inapanda sasa, ingine inapanda during the event. Haya sijui sound imefanya sijui nini, sijui camera sijui feed ya nini, ndio hiyo unaona 5 minutes event iende kuisha, kanaanza kupunguka, kumbe post event ndio inaanza kupanda tena. Stress stress is constant bro. But it was good. Ni ile stress unasemanga poa. Ni stress poa. Ni stress poa la. Wewe challenge kwako ilikuwa gani? Me bro, hii mwezi tu yote imekuwa such a stressful month for me. Planning an event is not an easy job. Hii mwezi tu yote kutoka tu ni September ifike, imekuwa tu such a stressful month. But I think one thing that kept me going ni kujua nilikuwa na live your moment ya event in my head every day. Okay. So it kept me moving. Nasema ni sawa. Hapo sawa. Lakini imagine during the event, which happened when I was doing the last nini ya kwani story ni nani, bro, I was so happy bro. Mbaya. I was so happy. I was like, kitu imemake it. We did it. We did it, man. Started from the bottom, now we're here. But man, all this would not have been possible without your support. Yeah. So keep supporting us. We promise to continue giving you good content. Maze. We promise to continue being consistent, because consistency is, I mean, I'm sure you know this. Consistency is hard, even in your life. Consistency is key. Yeah, consistency is very key. But we promise to be very consistent, at least uploading every week. We've seen your feedback, by the way. Some people saying to upload twice a week. We will look into that. We are checking on that. We'll check on that. Yeah, balance tuone. Unajua nika process lazima tupitishe bill kwa parliament. Ni kuchange constitution hiyo. Ni change constitution. Iko na mambo. Lakini mkituwekea pesa kwa hiyo till hapo. Tunaweza, it can speeden up the you know. Otherwise talking about till numbers. Ndio hii hapa chini. Msisahau. Na tuna appreciate kila mtu. Tunaonanga mtu ameweka tu 10 bob. Iko sawa. We appreciate. Watu so wakiweka 10 bob. Hiyo ni kadhau. Watu wakiweka hiyo ni kadhau. So we appreciate. Usiogope kuweka chwani yako, weka so yako. Weka. 150. Weka. Weka tu 50k. Weka. By the way, keep supporting us. We really appreciate, man. Doing this production and everything, man, it's costly if we were to be honest. Yeah. So, but man, tunazidi kuwapea content mzuri, si ndio? Na tutawapea na kama unataka tuendelee kuwapea content pia, on the other side you can support us by subscribing. Finya hiyo kidude. Hiyo hata i-cost mambo ni finya tu. Finya hiyo kitu. Si ufinye. But I think post event highlight yangu ilikuwa kuona wasee the feedback ya wasee wenye walitutumia direct na also on their stories, bro. Because we had over 200 tags. Like post to repost nini sijui ngapi, ilikuwa tu finya repost zinarudi tu. So seeing the feedback that people were actually happy, people saying the event was nice on their stories and on their feeds and tagging us was really awesome, honestly. Nilikuwa naangalia hiyo page, niko tu repost, and the social media guy niko repost too, because I mean it was nice kuona pia tumefanya event imetubamba na imewabamba pia bana. And also if you've not given feedback, enda pale kwa our page on Instagram. There's a feedback link. Please tupe feedback so that we also, when you're planning the next one, tuendelee kuwapea good content. Sijui niwaambie the next one tunafanya lini ama tungoje. Unaona aje? Nikaa tutangoja tu kidogo tu. Tungoje kidogo. Ikikaribia tuanze kuhint. But next anyway, wacha nisi hint. Wacha nisi hint. Na pia hiyo feedback form, hiyo link utaweka hapa kwa nini? On this nitaweka kama ni okay, sawa. The previous nini iko nayo na bado kwa description. Give us your feedback. Feedback, we are not afraid of feedback. Yes. Now please be as honest as you can. It will help us in making the future events even better. Sindio? Yeah. That's what's up.
dope. What's been happening? Unajua manze tumekuwa na stress hata hatujajua what's been happening. Man, what's been happening? Mimi najua kwanza first of all. Live recording ya story ni ya nani has been happening. But otherwise tuliona Ousmane Dembele alishinda Ballon d'Or. Bro. I think hiyo angeiba bro. Hey man, ingekuwa saa the last nail to Ballon d'Or coffee. Bana. Wameiba sana. Lakini ule jamaa ametupitia trials and tribulations. Bro. Ndio afike hapo pia. Kuna time kila game wiki ilikuwa injury. Anaenda injury, akirudi hiyo game injury. Anaenda tena injury mse. Shetani amekuwekea multiverse. Mse. But it was such a beautiful feeling. Kuona ameshinda the family was there man. It was beautiful. Madhake ndo alikuwa analia hapo hivyo. Manze hata budaki alilia mse. Vile inafaa. Ukiona unajua una imagine mzee analia. Buda kwanza aliamini math itakusaidia. Wacha nikuweke kwa academy. Football academy. Mzee wa Kenya. Atalia. Kwanza unajua hapo kwanza anaenda kuambia wazae wake wengine. Watoto wenyu wako wapi? Wangu ameleta hapa Ballon d'Or. Wenyu wako wapi? Wewe na maths yako. Sasa yuko wapi? Ulikuwa unanichekelea mtoto wangu tu ni footballer. Wako akafanya pure mathematics. Na mkamuita engineer hata before aingia high school. Ako wapi sahi? Mlete. Mse. Crazy. Kwanza hizo courses ngumu manze. I feel like as time goes by, of course apart from udaktari, apart from the major ones, engineer, hizi course sijui umeenda umefanya sijui bio, sijui whatever bro. Kuna gaps zingine zinaanza tu kubridgiwa na AI by itself. Kuna if you're not careful, ukifanya tu course juu ya jina saa hii utateseka. Utateseka vibaya sana. Because but kuna jobs zenye AI of course haiwezi replace, kama carpenter. Tuseme carpenter, lakini kukiwa na robots. Unajua China ziko. Gori. Unapata tu robot hapo. But unajua China wame automate a lot of things by the way. So ni job yenye itawaenda extinct ni mse anajua kutumia AI. I think so. Wewe tujua kutumia AI, alafu utakuwa safe. Wewe jua kutumia hiyo AI. Jua kutumia AI. Yenye nataka kukureplace. Wewe kuitumia. Utakuwa sawa. By the way, utakuwa kwanza mbele. Utakuwa mbele. Mse anajua kuprompt vitu sahi. Yeye ndo ako mbele. Nenda hapo kwa ChatGPT. Give me a list of all the areas within my ass that have a prompt up. Na inakuandikia mbaya. Chap. Formulate for me a poster. Sijui nini. Crazy. Kuna mse alikuwa anasema sijui walikuwa na kazi wange input for like 10 to 20 days. Akiprompt kwa ChatGPT na akifeed to the right data in like less than a day, inamfanyia in like less than an hour. Mse kazi ya siku 10 mbao. Bro, so as an employer, why would I hire anyone? Exactly. Sina hire mtu anajua kutumia AI. Na hire mtu anajua kutumia AI. Na mlipa yeye peke yake. Na pia time imepungua. Because anahitaji tu team ya kuingiza data, ndio team kidogo hivyo, siku moja hivi ishaisha. Na kazi iendelee. Interesting. Mse, kazi ya siku mbao imepunguzwa na hours mse. Crazy. So but one thing for sure, AI is here to stay. Anyone who is not jumping on that AI thing at yo sijui. Unajua kitambo hii ingekuja kwanza time tulikuwa tunazaliwa. Wazee wangesema ni Illuminati. Of course. Wangesema ni Illuminati. Ingekuwa Illuminati. But at least now people are enlightened kidogo. But tunaona aje, tunakuona aje. Si wewe huyu aje. Inafanya aje uwaongee na si yeye. Buda ka Facebook ilikuwa Illuminati. Facebook of all things, Facebook na vile hata tunaiangalia siku hizi Facebook ilikuwa Illuminati by the way. By the way, come to think of it. If you think about it, sasa hivi vile Facebook inakaa, vile hata tuna vile level tumeiweka.
Illuminati. By the Facebook bro na TikTok sahi ingekuwa hiyo time. Hii sasa ndio inawaunganisha mwingie Illuminati nyi wote. Vizuri. Ati inaitwa TikTok. Usikii wewe kuna Illuminati hapo? Na hiyo TikTok ingefinyiwa kwa 666. Mbaya sana. Wangesema TikTok 6. Ndio hizo. So ni TikTok 6. Ama calculate sijui nini. Usikie T plus O plus K plus I. Alafu sasa hiyo I ndio inamalizia. T plus O plus K sijui hiyo zote utapata ni 665. Alafu I ni 1. But hiyo time kila kitu ilikuwa Illuminati bro. Sijui jeans time yenye jeans ilikam ragged. Illuminati. Mangu unfinished. Illuminati bro. Sijui jazi imeandikwa ama shati imechorwa anything. Illuminati. Kitu yote yenye tu iko na triangle. Let's not talk about it. Just a triangle. That's Illuminati mwanangu. Nakwambia. Na Illuminati ilikula chakula bure sana. Yeah, ilikula. All the blame Illuminati. Hata ungepata ukiongea kwa Gdaro. Na wewe mbona unaongea? Bana kwanza hizo stories za high school bro. Hizo stories za high school ziko zinanikatia. Like 10 imefika. 10 PM saa ya kulala. Tunafaa kulala 10 PM. Wewe 10 PM ndio umeanza kuhubiri. Mimi sina shida na wewe kupreach. But mbona una preach 10 PM saa ya kulala? Na kesho nafaa nirauke asubuhi. Na nikienda kulala nikisema nyie achweni hapo. Nikienda kulala ama hata nisiongee nitoke. Naambiwa niko Illuminati. Na kulikuwa na time ya kuhubiri. Normally kutoka 9:50 hadi 10. Ni ya kuhubiri. Watu wanakuanga offline. Unafaa hubiri hiyo time. Hiyo ndo time. Usipahubiri hiyo time. Hakuna time. Lakini 10:05 unataka sasa ndio uanze. Mpaka utuombee. Hallelujah. Na kesho tunarauka. Bana wewe niite tu Illuminati. By the way niite Illuminati. Mimi unatoka tu hapo na jaba yako haiwezi. Mimi sikuwa na entertain hizo nini cause nilikuwa naona there's time for every ama kwanza ndio watu walikuwa unapata prep yote mtu amesoma Bible. Prep yote. Na anaumadi. Kwani ni uongo? Wala na mkini kujia ni sawa. Mimi hata kweli. Siwezi I know that hill. Mtu amesoma Bible yote. The entire prep anaumadi. Cause hata Bible there's time for everything. Uko shule ndio usome. Na pia ni sawa kama utasoma Bible. But allocate time ya kusoma Bible. Time allocation, time management. Time management. Hata Bible yenyewe inasema hivyo. Bana walikuwa wananikati mtu amesoma Bible yote. Amefast, ameomba. Speaking of high school, mbona hii shule imechomwa? Haujaona? Wewe uko nyuma. History ni interesting, wacha hata ni search. Sema. Inaitwa let me confirm this. Wasa wameanza kuchoma shule tena. Bro, wacha nikuconfirm ya tu shule sahi. Inaitwa Litien. Sijui Litien. Inaanza na Litien Boys. So ni hawa Litien Boys walichoma alafu wanapika chapo. Ai ni mimi. Walichoma went on strike. Na unajua walichoma juu ya nini? Walinyimwa kuwatch game ya Arsenal Man City. Come on. Wase wa Arsenal mnakuanga na shida gani? Yaani mlianza high school. Walinyimwa kuwatch nini ya high school. Ni wase wa Arsenal. Niko sure si wase wa Man City. Bro, alafu wakaiba allegedly they stole 1 million from the bursaries office. Ya nani? Lakini inakaa mchezo wa town. Ndio watu watoboke hiyo pesa. Kuna mtu wako karibu kutajirika. Kuna mtu wako karibu kuwa milionea. Manze. Hebu nione. Kuna mtu hapa anasema principal na bazaar wa Litien Boys washaanza kutafuta plot ya kununua ikae standby. Parents will suffer. Si ndio? Ngori. Ase wali strike wakachoma
wakaenda kwa ofisi wakaweza kupika machapo, wakaenda mahali basi imefungiwa. Wakaiwasha, wakaanza kupiga lap nayo. But the saddest part was allegedly, I mean all this is allegedly, walienda the girls school, there's a girls school near there, walienda wakajaribu waingie pia wafanye mambo huko. But I don't know the truth in that. Bro, shule I hope wasianze kuchoma shule. Bana. Juu Arsenal bro. Juu Arsenal wanapika chapo. Man. Alafu unakumbuka hiyo time kwanza kitambo vile shule zikistrike, shule moja ikistrike. It's a wildfire. It's a wildfire. Unasikia kila mahali. Kuna siku hata si tuchai strike. Hata si tuchai participate. You want to strike do anything. Tunasikia rival school yetu imestrike. Hata nyinyi kwa nyinyi wao mnakaje shule? Aje. Crazy. Ngori sana. But hii education system yetu saa zingine inakuanga na faultiness yake na ionanga tu. Especially in terms of vile tunaonyeshwa life. I don't believe wase wenye wako high school wanafaa kuwa na strike. Ni wase wanafaa kuongeleshwa waelewane. Yeah, lakini vya watoto wadogo. Sawa, but they are growing kids. Ama naweza sema aje. Ni wase washatoka adolescent. So ni wase wako almost becoming university adults. Students. So tunaweza sema ni wase wako karibu kuwa ni young kids. Ama naweza sema aje. Young adults. Lakini young adults. Ni sisi. Sisi ni young adults. Me I'm just young. Hapo kwa adult sijui. But wako hiyo transition ya kutoka children to youth. To youth, yeah. So na feelingi juu sisi tulikuwa na principal mwenye alikuwa anatuongeleshanga. Honestly alikuwa anatuongelesha na tunasikia. Kitondo boys. Alikuwa by the way alikuwa sensible. Na alikuwa anatuambia ukweli. Kwanza huyo principal alikuwa anatuambia I want you to bring, if you have letters, bring them to my office. I will take them to the post office to go to whatever school around Kenya you want. Alikuwa na to encourage. Kindly write letters to those girls. Na sasa hizo anaongea kwa parade. Na unajua yeye ndio wa mwisho kuongea. Ameweka full stop akisema hivyo. Ndivyo. Hivyo ndio iko. Send the letters to the girls. Hata mcorrect kizungu yenu ni nini. Ujue kujipresent kwa madem. Ni msee alikuwa anatuambia akisimama hapa anatuambia saa zingine kulikuwa na funky zingine za maana lazima zitajwe anasema na watu mnaenda huku represent na mngare kama utaomba rafiki yako nguo ama nini tafadhali omba usiende kutoibisha huko sijui unakaa kama ni viatu omba viatu kama ni socks umekosa kale kashati umeweka kwa mattress toa hiyo imepigwa pasi na hapa nyuma iko na star wewe unasema nini wewe man na unajua before to strike we wanted to talk to him but he was not there alikuwa Machakos home na ilikuwa usiku. Sisi first of all tumetoka games. Mimi nilikuwa nacheza basketball na watu wengine wa rugby pia. Tumetoka si wote rugby 15s. Tumechoka. Wase wameamua watoki parade usiku. Tumekaa parade sisi na majezi zetu. So mna strike juu amkupata food ama? Wase wana strike juu ya mode mwingine alikuwa mtiaji. Sana like alikuwa ameenda overboard. Wale walimu si reasonable like atuko primary school. Atuko primary. Unafanya nini kwa dirisha? Ukianguka. Man unafanya nini kwa dirisha ukiangalia nikiongea? The fact that shule yetu principal alikuwa amesema ni senior master, deputy na principal ndio anaweza kukuchapa. Hakuna mmoja kukuchapa. Na alikuwa anaisema hivyo. Mbele ya parade. Hakuna mwingine anafaa kukuchapa. So I think hao mamode wengine walikuwa na feel vibaya. Tunafaa kuchapa. Ama mode mwenye ametoka shule nyingine anakuja na kierere. Ashindwa mko mchapa. Na tupewi homework pia. Holiday homework yani. Holiday homework. Kitrondo. What? But hiyo ni sawa. So, tumengoja
wase wanasema hatutaki mwalimu mwingine, tunataka principal akuja kutuongelesha. Principal akapigiwa, oi anasemekana kwa barabara na kutoka Machakos hadi huko mashambani ni mbali. Mbaya sana. By the time afike mkasema tupatane kwa njia. Shule ilikuwa ishaanguka bana. Mlichoma tukuchoma. Ilikuwa mawe malini. Ilikuwa mawe hiyo. Sasa after hiyo strike ndio akatoka. Lakini hiyo mwaka ndio ilikuwa form 4. Hiyo mwaka tulistrike mara 3. Kitondo pia nyamku. Hatukufanya moka hata. Hiyo mara ya mwisho tulistrike. Unajua wase walikuwa already washajua kustrike. Kufanya mambo mbio. Sasa ilikuwa imebaki ni principal mwingine alikuwa amekuja, ni mtiaji, sijui nini, analeta mavitu mingi. Wazazi wetu wamekamuliwa pesa. Kununua basi. Wakakamuliwa tena pesa. Kutengeneza staff room mpya yenye iko na 2 floors. Kubwa. Mimi kwanza hizo vitu sijaielewa. Alafu hawahami. Mimi sijaielewa hiyo story ya mbona tunachanga pesa ya basi ya shule. Public school na hii basi ndaiacha hapa. Kwanza hiyo niko form 4 nachanga basi niache. Acha nikwambie. Nachanga ya nini? Kwanza hiyo basi tuliichanga 3rd term juu fee ndio ilikuwa lowest. So inaingizwa kwa fee. Inaingizwa kwa fee kwa nini? Hiyo basi na staff room. Unajua 3rd term tulikuwa tunalipa pesa ngapi? 3k normally. Lakini sasa ikaongezwa 10k ikakuwa 13 Gs. That's like bro 4 times. Mse. Hiyo logic sijaielewa. Inafaa kwa voluntary. Ama gava inunue basi. Ijenge kila shule tu inafaa kuwa na basi. Mzazi wangu analipa tax inaenda kwa CDF. Sijenge hizo maofisi. Mbona anapewa sijui mambo ya fees tena mkwende huko. Crazy. But msi strike tafadhali. If you're watching sipo ku strike at all. Kaeni tu chuo maliza. Mimi mwambia maliza hizo 4 years zako usikue kama mimi. I went to 5 high schools by the way. Now advice na experience. High school ngapi? Mukono. Aki ya nani? Mukono. So msikue kama mimi. Msikue mimi. Ashawaambia. Ulikuwa Kitondo pekee the whole time? Kitondo pekee. Na ulisurvive? Acha nikwambie nikiingia Kitondo kuna neighbor wetu fulani alisemanga, aliambia sister yangu ni best yetu. Huyo nampea tu 1 week atakuwa amerudi hapa sasa. Na nikajipromise mimi nikienda huko kia nani sitawahi atapewa sasa. So hujapewa sasa? Nilijiweka, nilijifunga. Bro, nilipewa suspension form 1. Jona mnanijaa. Nayo ningepewa. Kama angesema hivyo, nayo ningepewa. Ungepewa. Nilijiwekeanga tu kwa akili. Kasema ujikute. Nataka tu kuprove nigga wrong. Na nikamprove wrong. Crazy. Masas. Mzee wangu pia angenimaliza. Unajua bro yangu alikuwa rada na hizo vitu. Alikuwa mtu wa masafi. Mbaya sana. Your elder brother. Sasa mzee ashazoea. Alikuwa na padding ashazoea. Sasa sijui alikuwa na padding gani. Alikuwa na kuja. Alikuwa na padding ya vita bana. Crazy. But high school was fun. High school was fun. Speaking of high schools, very soon we are doing a high school tour. By the way, just to let you know, very soon we are doing a high school tour. We will be asking you, mnataka tukuje shule gani? Shule gani ndio mnatutaka? Tutakuja. We shall be there. Bana. So stay tuned for that. And also we will be talking to teachers wa high school pia. Maze reason to. I think we can have that as our theme. And it get it one as we approach the schools, but we'll definitely have a tour. Tunaongelesha wanafunzi na tunaongea pia na walimu. Because a lot of times ni miscommunication kidogo inaletanga conflict yote. Niko sure kama hiyo story ya Arsenal na Man City ni ukweli. Mwalimu angewaita tu a reason na wao. Historia ingekuwa. Angewaita tu awaambie mnataka aje. Sawa, but naona hivi na hivi, nyinyi mnaona aje. As in to a reason. Niko sure wangeavoid a lot of things. Kama nakumbuka hata huko high school. Kuna time watu tulikuwa na pond mpya. Ilikuwa sponsored. Na tulijua fish pond ama fish pond. Ikawekwa samaki. Samaki zilikuwa mingi
zilikuwa mingi. Ile design ukienda kwa pond kila saa kuna samaki zinaruka tu like, ni mingi ile ukienda kwa pond unaanza kusikia kwa umbali unaanza kusikia sauti hiyo ya kuruka hizo ni mingi hizo ni mob. Sawa watu rumors tu zikaanza mbona hizi samaki sijui nini na unajua tu Kitondo wase tu atende hizo samaki na wavue nini buda principal wetu alikuwa radarada alituvunia samaki na akatupikia tukasettle alienda kavua anazikapikwa kila mtu akatulia everyone is happy very na akatufanya tuko even happy kabisa but then vitu kidogo by vitu kidogo sana very small hizo samaki zilikuwa hata zienda wapi surely noma wetu angejaribu shule yetu my first school sitasema ni gani ilikuwa Meru. Sasa unaona nyinyi vile mnalitoa samaki sisi zaidi ya nyuma kulikuwa kumeona mogoka. I'm not even kidding. Mtu tuliana na high school anaweza sema ya kwanza form 1 so yeye angeamua labda atupe java atuambie sawa basi leo hakuna kulala aluta kwanza nangoja siku ya enta manze kila mtu anapewa kabag kake ilikuwa crazy unasema shule yenu ilikuwa Meru my in form 1 and form 2 first term inaitwa aje sema tu ilikuwa national school ilikuwa national school ilikuwa hapo Tharakanithi tuseme inaitwa aje ilikuwa Iku Boys naijua Iku Boys ilikuwa a very good school lakini ile baridi ilikuwa huko kuoga deadly hiyo ilikuwa ndoto kuoga ndoto mostly uoge kwa ndoto labda uoge kwa ndoto bana the physical one once rarely Sunday funky I mean appearance to visiting me shopping haijaisha shopping inaisha kwa nini sabuni inaenda wapi no but otherwise education system tu ya Kenya inafaa tu kutengenezwa vizuri na walimu wanawekwa huko wa reason tu hiyo ni mind change tu wanaanza tu change mind yao reason na the students. It's very much possible reason na students by the way juu sahi hata walimu napatanga na hao wengine wenye unikumbuka si ati hatuna story mingi na wao actually nikaa wengine wanatakanga kuniomba ama nini but ulisema sita make it I thought you are the genius hiyo ndo shida July turn back around life bro life now ni unpredictable hawezi juada inacheki wase tulisoma na wao wale wenye walikuwa na gwara uko down wana duel sasa ndio kusema hii town wameshika wajeli but the life ni interesting bro very interesting wale ufai kuwai kuassume ama kucheka mtu ama ku look down on someone unaenda tu na wave ya life mwenye itakumit kwa life appreciate them the way they are cause life ni unpredictable very unpredictable the ones we thought they weren't the ones we thought they weren't they are and maybe that will change in 10 years hawezi jua tunaendelea tu bado kuishi pia crazy bro crazy I think the biggest ni we appreciate people in their own capacities in your life however way they come to na usonge na life lakini usiwe look down on people this is not a good behavior for sure wewe unaweza sema aje hii event yenye tumekuwa nayo nini imekufunza event tumekuwa na kitu imenifunza imenifunza vitu mingi but apart from production and what not kitu imenifunza kunifunza like just tunaweza sema aje lesson ya kimaisha tu in general imekufunza nini I think emphasize something which I knew but emphasize the fact that just do you overthink you'll figure it out you will imagine you will figure it out it'll happen as long as you take I feel like life ni a step at a time because if I could look back at when I was saying those words didn't have a venue didn't have anything
Honestly, didn't have anything. Started from scratch. I didn't have anything. Yeah. But and then now, of course, when we started actively working towards it, we also didn't have a lot of things, but we figured it out along the way. Yeah, true. Like figure out to like tunaona hii ni mlima. A day later tushasort hiyo mlima. Tunauliza tutatoa wapi Menjos. A day later tushasort. Tunauliza as in we kept on figuring things out as we went by. And I think it emphasized, of course I knew that, but now, because maybe I'm a risk taker for sure, but it emphasizes your part, yeah, we just do it, imagine. As long as you have a dream and you have a good plan, we answer. You will figure it out along the way. Yeah. You? Mimi, ilinifunza, actually, pia mi kwangu ilinieka stamp, yeah. I cannot be everything. Delegation ni kitu ya muhimu sana. Walai. Hiyo ni kitu ilinifunza nayo. Wewe kwanza ulikuwa all over. I have to rely on people. For something big to become successful, I will have to rely on people. Yeah. Na hapo ndo realize waseni resources. Facts. Kama una resources tangible kama tuseme kasa hisi na kamera ama nini. Wasi. Nitafute tu msee yako kando yangu. Nisiende hata mbali, nisifikirie sijui kuhaya ama nini. Hapa. Uliza tu best yako. Huyo ako na solution. Na ikaprove ile point ya whoever you want to know around the world is 5 people away from you. Hiyo tu ndo iliprove mazi. Facts. Yeah, I agree totally. Because bro, tulikuwa na timu ya watu wangapi for the event? Almost 15. Yeah. Na watu wanatujui tuliwatoa wapi? Walikam tu. Na each one of them alikam na something different, something new, something they are offering to the team. Kitu wenye hata zingine hatukuwa tunajua tunahitaji. Bro, ndio tukarealize. Ndio tuko by the way tunahitaji. Kingeturamba hapo. Kwanza one of the guys, a big shout out to Justo. Justo amejoin juzi lakini ali nini? Seth pia. Zach. Say wote. Bro, ilikuwa interesting. I totally agree. People are such a big resource. Tulikuwa na hata we are going to meet after this recording by the way. We are going to meet with the team. You know? Eat some goodies as we celebrate. Yeah. So sad amko. Tungependa mkue. But by the kuna mtu aliniambia we can be doing hangouts. Like not like events like this. Like maybe like once in 2 months tunasema tutakuwa na pizza hangout. Okay. Tunaenda tu mahali, a few of our fans like 10, 15, 20. Tunakula tu pizza, tunapiga story. Okay. Yeah, of course wanalipa hiyo pizza. Hiyo ni poa. But pizza hii ni wakiweza partner na sisi. Who are we tukatai? Tutakuwa na Ebu fans zetu ponder on that thought. Kama uko na idea inaweza ongeza on that thought, tuambie. Hapo tu kwa comment section. No sio. Na usahau kusubscribe. Manze. And leo kama as we had promised, we'll give you a very short episode. Yep. Ukiona naangalia hivi kando, kuna jeli amepaka hapo kando, isiende, tuko na haraka tunataka kwenda nayo. Manze, kuna jeli nimenunua, sitaki iende jameni. But really we'll give you a short episode today. But we will be back as we ease back now to post events. We'll be back next week rather, with a fire episode. Moto kama pasi. We continue giving you good vibes. But one more time, we want to say a big thank you for supporting us, for watching our content, for always supporting us, for coming through for us. Mazi. We don't take it for granted, really. We really appreciate. And let's continue doing that. And by the way, if you ever need our help, reach out on our socials, manze. Yeah. We really appreciate you. Especially if you're our fan, reach out ukiwaitaji usaidizi yenye you think we can offer. Oh, yes. We'll definitely do that. But in the meantime, I know kuna end your parties and your whatevers. If you're looking for photography and videography, Buy Mainge is the place, bro. Photography. Na videography. Na videography, manze. Mtafute, anafanya kazi fiti. Buy Mainge Creative. Buy Mainge? Buy Mainge. Enda usearch. Mpe hizo gigs za end your party.
that's another way of supporting us, putting money in our pockets. We appreciate. If you want sound, MC, DJ, lights, screens, I am your guy. Mush Events Limited. Talk about it. Mush Events Limited hapo kwenyewe. Manze, that's what's up. But thank you very much. Wacheni tufungie hapo leo. Yeah. Tutawaona next week. Yep. Na kama K kama kawa, tunasemanga kwani story ni ya nane. Before tuende bro, hiyo kitu unakumbuka huko kwa event? Oh my god. Ilikuwa so wholesome. Kama ulimiss, nakuhurumia sana. Next time usimiss. Tulisema tu kwani everyone tuonane next week. Hapo sawa. Ladies and gentlemen, this has been fun. Jana, I had a conversation with someone. No problem. Ali utapenda kuongea, enda hapo. Kama K kama kawa, swali yetu inakuanga kwani